Yo guys, hapa hivi unabonga na Samuel Brand, na kuna story kibao sana zimekuwa zinatokea hapa Kenya. Mimi mwenyewe nimekuwa nikitembea na DCI. Moja kwa moja kazi yenye nafanya ni kutembea na DCI. Moja kwa moja tunafuatilia mambo ambayo inatendeka. So kuna huyu jamaa ambaye alikuwa anaitwa Manyonge. Huyu jamaa kwanza amekuwa akidanganya mademu ati yeye ni profesa. Amekuwa anadanganya mademu wa campus, wale tudemu tudoko wale mafresha. Alikuwa anawadanganya kwamba yeye ni profesa. So imagine amekuwa akidinya tu watoto wa shule drought kabisa. So kuna siku DCI walikuja wakajiuliza, hapo huyu jamaa huwa anapata wapi hizi pesa zenye yeye huwa anatumia? Cause budget yenye anatumia kwa siku, especially tu ya kudinya watoto wa shule, and spend like over 100k daily. So kuna siku alitoka nje akaacha mlango wazi. So DCI ni DCI manze. Wakaamua kutumia sasa katoto kadogo, just as very little and small boy. Wakakatumia kaingia kwa nyumba yake, kajue kuna kuanga na nini kwa hiyo nyumba. Surprisingly, huwezi amini mtu wangu, chenye huyu kijana alipata kwa hiyo nyumba. Alipoingia kwa hiyo nyumba, alipata 1000 SIM cards ya Safaricom tu peke yake. 1000, na yani that is just to estimate, but tukifanya tu count one on one, unaweza pata hizo ma SIM cards ama lines za simu zinaweza kuwa hata even 5000. You can imagine zimewekwa kwa gunia na zote ni SIM card tu za Safaricom peke yake. So kila mtu anataka kujua who is this guy and what kind of business do this guy do. Kila mtu anataka ajue. So hii story yote inatendeka juu watu wako yani na ile tunasema curiosity ya kutaka kujua Manyonge wao anafanya nini. Juu wanaona tu Manyonge anaendesha tu Mercedes, anaishi tu life tu nzuri. Ndio huyo watoto wa shule from morning to evening, yeye ni kudinya tu watoto wa shule, especially mafresha wa campus. Na wengine wanamjua kama profesa, lakini sisi tunajua Manyonge kama tu yani jamaa tu wa kawaida, yani wa mtaa, jamaa wa mtaa yetu yani. So DCI wamekuwa wakimfuatilia, wakimonitor every movement. Unajua huwezi anza tu kuarrest mtu without an evidence kwamba huyu mtu anafanana hivi, anakaa hivi. So DCI kitu walikuwa wanafanya ni kuenda kumchunguza hata akienda tu shop kununua kitu chochote. So shockingly, kuna place fulani kwa bush huyu jamaa alikuwa anapenda kuingia kwa hiyo bush sana. So vile alikuwa anapenda kuingia kwa hiyo bush. So hiyo msitu DCI unajua walibuni watoto wajifanya wanachezea volleyball near that bush. Please imagine this guy had a group of gangster. Let me say, yani vijana tu lakini walikuwa wanakaa kwa ile msitu. And these guys were Mungiki, by the way. Were something of that kind. Yeah. So DCI walikuwa wanafuatilia. Na before arrest huyu jamaa, watu walikuwa wamejaribu kumarrest kwa kesi tudogo, wanaarrest yeye anatoka. So ndio imefanya au DCI wanafuatilia huyu jamaa. So kuna siku walikuja kugundua kwamba
this guy akona 3 guns kwa nyumba. Yaani akona bunduki 3 kwa nyumba walai. Chini ya mattress. Vile walikuwa wanaingia kwa nyumba yake hivyo, walifika mahali wakarealize, vile walikuja na scanner sasa, wakarealize huyu jamaa anatumia akona bunduki 3, alafu pia walipata misokoto 2 ya bangi. So by the way, misokoto 2 haingeweza kufunga huyo jamaa kwa sababu that guy was very very arrogant. So wakangoja, wakazidi kufuatilia yeye, hata hawakuchukua hizo bunduki by the way. Wali realize akona bunduki kwa nyumba, hawakuchukua. So walingoja specific time. Jamaa sasa biashara imeboom. Jamaa ameleta lori moja ya bangi kabisa. So they were to take that misokoto to the bush. So hiyo misokoto walikuwa wanapeleka kwa bush. So huko ndio walikuwa wanafungia, na hii group ya vijana wadogo ambayo ni gangster ya vijana wadogo, hao walikuwa sasa wanatumika kama supplier. So this guy called Manyonge ameua vijana wadogo wengi. Cause kijana akipatikana na bangi anafungwa miaka yake yote. Lakini Manyonge is still there, still surviving, still pressing on. So DCI wana play role kubwa sana. Wanakuja sasa wanafuatilia. Vile wamempata na hiyo lori, anajaribu kuwahonga, lakini DCI si wa jamaa wa kuhongeka. Unajua alikuwa amezoea. Unajua huyu jamaa alikuwa amezoea wale watu local tu. So alikuwa anawafuatilia, anawalipa, wananyamazia. Sub chief analipwa, wananyamazia. Haya unakuja OCS hao wanalipwa, wananyamazia hii story. But DCI walikuja wakamuarrest. So hii yote vile walimuarrest, vile walishika huyu jamaa, mimi nilikuwa nafuatilia tu. Nilikuwa nafuatilia step by step. Na very soon in the coming episode utakuwa unapata sasa real vile huyu Manyonge alikuwa anachukuliwa, vile alikuwa anaarrestiwa, na vile alikuwa anatumia vijana wadogo kuendeleza story zake za kuuza madawa za kulevya. So guys, hii story inatufunza mambo mengi, kwa sababu mimi na realize kumbe uchawi kumbe hii maneno ya bangi bado haijawahi isha hii Kenya. Kumbe hii maneno ya ulanguzi wa madawa za kulevya bado haijaisha tu completely. So tuchunge group ya vijana wadogo. Wasikuwe tu wanatembea mahali penye hawajielewi. Hii story inaweza hapenia mtu yoyote by the way. So guys, let us keep on watching this video. Na hii video yenye na come next sasa ndio itawaonyesha huyu Manyonge vile aliarrestiwa, akiwa sasa anatoka place moja, anataka asafirishe hii misokoto sasa kupeleka ng'ambo.